Yes, kwa majina naitwa Isaac Mungai aka Kijana Msafi, chairman wa New Gamer Young Leaders Movement, na nimekuja hapa kuongea na Wakenya kwa sababu yale ambayo tumeona yametokea kule Afya House. Mimi nataka nipongeze wale wa mama, wale ambao ni mama shupavu. At least for the first time tumeona Wakenya wameweka uoga kando, kwa sababu inasemekana wale wa mama walikuwa kule Kenyatta, wamekuwa na wagonjwa huko na tayari wali subscribe hii program ya William Ruto ya SHI na SHA na wamekuwa wakilipa vile ambavyo inatakikana, lakini ikifika ni wakati wa kulipa malipo pale hospitalini, hizo systems zinaanguka, hizo systems zinakuwa dysfunctional, lakini wakati wa kuregister na wakati wa kutuma pesa hazianguki, ziko saa zinapokea pesa. Wale wa mama leo hii nimewatambua kwa sababu wameenda mbio mpaka kule Afya House. Wakaenda wakakuta huyu mama ambaye ndiye alipatiwa kiti ya waziri wa afya. Wakamwambia sasa tumejileta sisi wenyewe kwa sababu tumekuwa tukilia kila siku. Wakenya wanasema SHA haifanyi kazi, mnasema tudanganya. Nyinyi mkiwa kwa televisheni, mkiwa kwa mikutano juu ya magari mnatuambia inafanya kazi. Sisi tukimwambia haifanyi kazi mnasema hatujui vile tunasema. So wakajipeleka wenyewe wakamwambia sasa tumekuja, tumeregister, tumekuwa tukilipa pesa vile ambavyo inatakikana, all the premiums tumelipa, lakini kwa hospitali tunaambiwa system zimeanguka, wagonjwa ni hawa, wamekuwa huko, wamefungiwa huko, hawezi toka na wamekuwa wakilipa. Kwa hivyo mimi nataka sasa niambie serikali na niambie William Ruto, ile Wakenya tumekuwa tukikuambia kila siku, kwa sababu sisi ndio tuko ground, sisi ndio tuko mashinani. Ile kitu tumekuwa tukuambia kila siku ya kwamba hii system ulileta ya SHI na SHA, it is dysfunctional, haifanyi kazi na wananchi wanaumia na wanakufa kwa sababu system hazifanyi kazi zenye ulileta ukauzua na Adani sijui 104 billion. Ukakuwa ukisema tunadanganya. Leo hii William Ruto tunajua ya kwamba na tunaamini ya kwamba umejionea na macho yako. Wamama wakijipeleka Afya House, wamama wakijiongea, wengine hata wamebeba watoto, wametoka Kenyatta na system zako, SHI zako na SHA zako zote zimeanguka. Kwa hivyo nikwambia William Ruto, ungekuwa mtu wa kusikiza Wakenya vile ambavyo inatakikana kama rais wa Jamhuri ya Kenya ambaye anapenda nchi yake, hatungefika hapo. Watu wetu wanakufa, watu wetu wanahangaika kwa hospitali mpaka wanajipeleka wenyewe. Ukiona mama amefika mahali hata ameweka uoga kando, haogopi maskari, haogopi bodyguard, haogopi marisasi, haogopi nini, anaandamana na wale wengine wanaenda mpaka Afya House kupata waziri wako. Ujue William Ruto, Wakenya wamechoka. Ujue Wakenya wamechoka. Kama sasa imefika hapo, ujue Wakenya wamechoka. Na kwa sababu wamekuwa wakijiongea na wanakuambia kila siku na huwasikii, sasa wamepata mbinu mpya, wameona wazindue njia nyingine mzuri pengine ya kujipeleka moja kwa moja mpaka ofisi ya mawaziri wako, angalau waone kama utawasikia, kwa sababu tukiongea tukiwa mashinani you don't respond. Tukiongea tukiwa katika hizo mahospitali you don't respond. Tukijaribu kuongea kwa makanisa you don't respond. Tukienda wapi kwa vijiji wapi tukuambie nini you don't respond. So I think mimi kama Mkenya mwema ni vizuri nipongeze wale wa mama. Wamekuwa wamama shujaa, wamama shupavu. We are very proud of them. Vile ambavyo wamejitokeza wakajipeleka mpaka kule kwa ofisi ya Afya House. Na niambia William Ruto tafadhali, rais wa Jamhuri ya Kenya, kwani masikio yako iko na shida? Kitu kidogo tu kusikia Wakenya vile wanakuambia hiyo imekuwa shida. Wakenya wakikuambia ukweli unasema tunakukosea heshima. Wakenya wakiongea ukweli unasema wako na mapepo. Wakenya wakiongea ukweli unasema sijui wako na vita na wewe. William Ruto, hata wale wa mama walikuwa pale hata by the way si Wakikuyu. Juu mnasema Wakikuyu sisi ndio tuko na shida na uongozi wa William Ruto. Wale wa mama wameingia pale wenye wamekuwa kilipa premium za SHA na haifanyi kazi, hata si wa jamii ya Mlima Kenya, si watu wetu wa familia ya Gema, ni watu wametoka jamii zingine mbalimbali katika nchi ya Kenya. So anytime bwana William Ruto ukisikia Wakenya they are complaining, they are very genuine, their grievances are very genuine, they have nothing personal against your government. Please, as a responsible president, listen to the Kenyans. Nikimalizia bwana William Ruto, mimi nimeona bwana JB Muturi akijiongea na amejiongea kama mzazi wa Jamhuri ya Kenya, sababu iko kuajiriwa kazi na iko boma ya mtu. Kabla uchukue JB Muturi umpatie kazi ya waziri, amekuwa baba ya mtu, amekuwa bwana ya mtu, amekuwa mzee wa familia. Na kuna mahali nafikanga kwanza tunaweka title kando, tunaweka mambo ya kazi kando, kwanza tunashughulikia mambo ya familia. Na mimi nataka nipongeze Justin Muturi because
amefanya kama mzee wa boma mwenye anapenda familia yake. Kusimama hata akiwa waziri kuongea ukweli, mambo ambayo inahusu abduction ya mtoto wake. Ili ambayo ilifanyika, mtoto wake akashikwa na NIC, akaenda akawekwa mahali hajulikani, akatesewa huko, hamuongei. JB Muturi akijaribu kuuliza wale ambao wanahusika na mambo ya usalama, wote wanamzungusha. Akijaribu kuongea na Kindiki wakati alikuwa minister wa usalama, anazungushwa. Akajaribu kuongea na IG, akajaribu kuongea na DCI, akajaribu kuongea na NIC Director General, watu wakamzungusha. Lakini baadaye wewe ukapiga simu na bwana Haji, NIC Director General akaachilia mtoto wake. Hivyo ndivyo JB ametuambia. Na mimi nataka niseme ya kwamba kama JB Muturi mtoto wake anaweza tekwa nyara na mnakaa naye kwa meza moja kupanga mambo ya cabinet, yule mama Atino, mama Akinyi, mama Mora, mama Juma, mama Mwangi mwenye ako kule mashinani, ni nini watoto wake hawawezi fanyiwa? Kwa sababu kama huyu mnaketi naye meza moja kupanga mambo ya taifa. In fact at that time he was the Lieutenant General. Mtu mkubwa anakaa mpaka katika kamati ya usalama. Lakini mtoto wake anafanyiwa, anatekwa nyara. Serikali inamzungusha. Kama mnatesa mwenye mnakaa naye kwa meza, mnakunywa chai naye, mnakula na yeye, sisi wenye tuko mbali na wewe, si utatumaliza? Na mimi wale ambao nimesikia wakirukisha mdomo, wakiambia JB amekuwa so much irresponsible, ati hafai kuongea mambo ya abduction kwa sababu wako kwa serikali. You are hypocrites. Nyinyi ni wanafiki. Nyinyi ni wanyang'anyi. Nyinyi ni wezi takataka za watu. Mnamwambia ati hafai kuongea mambo ya abduction ya mtoto wake juu yako kwa serikali. Kwani serikali haiko inajua yeye ni waziri wakishika mtoto wake? Kwani serikali ikishika mtoto wake haiko inajua yeye ni Attorney General? Mimi nimesikia Kabogo akisema ati sijui JB ni mtu very irresponsible, ati hakuwa anafaa kuongea ila maneno. Nikashindwa, kwani Kabogo yeye hana watoto? Kwani yeye hajaza? Kwani yeye si baba ya mtu? Wanaongea kama wajinga, ni kama watu wamerogwa. Unaambia mtu asiongelee mambo ya mtoto wake akiwa ametekwa nyara. Wewe hakuna mtoto wako ametekwa nyara. Wewe umekalisha matako kwako, uko sawa, uko na amani. Mwingine akitetea familia yake unarukaruka kama nani? Siku watoto wa Uhuru Kenyatta wameshikwa hapa, hata sikushikwa. Siku wametembelewa na gari ambazo hazijulikani. Rais Uhuru Kenyatta aka suspense ya kwamba wanaweza kuwa wanataka kutekwa nyara. Alikimbia huko na t-shirt. Alitoka kwa boma na slippers akakimbia kulinda na kuzuia watoto wake wasitekwe nyara. Kwa sababu hata kama alikuwa rais, ako na uchungu wa mzazi, ako na uchungu ya watoto yake. Na kama yule Uhuru Kenyatta alikimbia hivyo, mbona hamtaki JB ya protect mtoto wake? Mbona hamtaki JB ya protect familia yake kwa sababu wako kwa serikali? Isipokuwa ni upuzi mko nayo na ujinga. Heri serikali ikae na familia ibaki. Heri hata kazi ipotee na familia ibaki. Kwani serikali ni nini? Kwani serikali ni kusema nini? Kwani hiyo kazi ndio inafanya mtu akule? Kwani Muturi amezaliwa juzi ndio hiyo kazi ndio imemlea kafika hapo amefika? Watoto na familia ni kitu ya maana hata kuliko hizo serikali na hizo maviti mnapeana huko. Na nimesikia huyu chokora anaitwa Sarvana Sosoro, mtu ambaye hata hajazaa, mtu hata hajui uchungu wa mtoto, akijaribu kuambia JB ati kama hataomba msamaha watafuta yeye kazi, sijui watamfanyia impeachment. Mimi nataka niambie Sarvana Sosoro, kijana ambaye alikuwa chokora juzi hapa, watu wakamhurumia wakampatia kitu kwa South Mugirango. Kijana mdogo wako na kilo 30 lakini mdomo ni kubwa kama ya mamba. Akiambia JB ati asiongee. Osoro, nataka nikuambie hiyo kiti ya JB si ati ni kiti ya mama yako. Hiyo ni kiti ya Wakenya. Na hata mkisikia mtamuimpeach, si muimpeach Rigathi Gachagua kwani alikufa. Haishi saa hii kwani hana amani si kwa boma yake. Nini alikuwa anafanya siku hizo saa hii hafanyi? So mkisikia mtanyang'anya Muturi kiti ya ukora juu nyinyi ni wezi, ni wakora, mkifikiria mnaweza muimpeach vile ambavyo mlifanyia Rigathi Gachagua, hata msifanye kazi kubwa, chukueni hiyo kiti yake mpatie girlfriend zenu. Tuone kama JB hata lala kwake. Tuone JB kama hata ishi kwa boma yake, kama hata kuwa na amani. Ile ni case familia ya JB ni ya maana kuliko hizo viti mnampatia. Ni viti gani sasa? Si ni bendera peke yake. Bendera ni kitambaa. Ni kitambaa tu yoyote kama kitu kingine yoyote. Kwa sababu hata mkiwapatia hizo viti hawana uhuru wa kufanya kazi katika hizo maofisi. Mnawapatia viti, mnawadanganya wako na bendera, lakini nyinyi ndio mnafanya kazi katika hizo maofisi kupitia kifua na proxy na ujinga na upuzi na utapeli na ukora. So mimi nataka nipongeze JB kama mtoto wetu hapa Gema, ya kwamba JB, heri usimame na familia yako kuliko hizo makazi za ujinga. Heri ufukuzwe kwa serikali ya upuzi inatesa watoto wako na ukae kwa boma yako na amani ukilinda familia yako. Family comes first. Serikali si kitu ya maana. Sisi hatujaliwa na serikali na hata hatutaki kazi ya serikali. Na tunaishi. We are very much okay, very happy, comfortable. Tunaishi. So mtu asikuje kucheza na familia ya mtu hapa na unaambia mtu ati asiongee ati mtamfuta kazi.
Kwani kuajiriwa ni kuzaliwa? Aha, hiyo upuzi mtatuachisha ba hiyo upuzi. Na hiyo mdomo iko na vijana ambao wamezingira William Ruto. Hiyo ujinga wako nao itakoma. Na mimi najua Wakenya ndio dawa ya kupunguza hii kiburi. Wakenya ndio wako na shindano ile itapunguza hii ujinga yote na hii kiburi yote. Ya? Mimi nasikia William Ruto ukiambia wazazi wasijue ongelesha watoto waache tabia ya matusi. Lakini the same podium you are speaking about this. The same podium au marafiki zako kina Farah Marim, mzee mjinga, mzee mpuzi, anatumia the same platform kutusi wazazi wetu. Kutusi raia wenye wanamlisha, wenye wanampatia chakula, wenye wanamemweka hiyo maisha anakaa leo hii kupitia ushuru yao. So William Ruto, before uambie wazazi wafunze watoto wao adabu, anza na hao viongozi wako vikaragosi. Watu wajinga hata hawana hekima. Watu hata hawezi tii umri wao. Kama uko na miaka 70 na huwezi jiheshimu, unatusi watu, unataka aje watoto wakuheshimu? Hawatakuheshimu. Kama wewe mwenyewe hujiheshimu na uko na miaka 60, watoto watakuheshimu namna gani? Ni ujiheshimu kwanza kama kiongozi. Hiyo mdomo mingi upunguze, matusi upunguze. Ya? Hii njia mtataka tutembee ndio tutatembea. Na Wakenya sisi ndio wengi, nyinyi ndio mtaumia. Wakenya sisi ndio tuko wengi. Na siku moja mkitufinya kwa kona, tutaamuka sisi wote Wakenya wote, 50 million. Tutawatoa kwa hizo maofisi na nyaunyo mbio sana, tutawapeleka mbio. And we recover back our power. Sisi ndio tutasema vile ambavyo nchi itaendeshwa. Lakini si wakora wachache ndio wanashikana hapa, kila mtu akiongea ni kutusiwa. Ati ukiongea ukweli unatusiwa. Ukiongea ukweli unatusiwa, unatishiwa. Unatishiwa kwani nini? Wali kuna mtu umepatia maisha. So niambia hao wakora mwatafute mtu mwingine wa kutisha. JB Muturi kanyangia hapo. Wakikufukuza kwa serikali, hizo mabendera tupa na huko. Magari zao rudisha. For protect your family. Because hata wakati unahitaji familia yako itakuwa hapo. Lakini hao wakora wanakurukarukia hapa, siku utawahitaji hawatakuwa. Yeah? So mimi nimekasirika kwa sababu ya kuona viongozi vile ambavyo wamekosa nidhamu. Na mimi na sindo hapa kina Murkomen wanarukaruka. Hawataki watoto wawachore, lakini wanataka wale wanafanyia abduction waendelee kufanyia abduction. Kama uko na shida watoto wakiwachora, pia sisi tuko na shida na wale wakora ambao wanashika watoto wetu, wanataka watoto wetu nyara. So the same way you are saying utapeleka watoto wetu kotini, the same way you should be telling us wale ambao wanashika watoto wetu, wanataka watoto wetu nyara, utawapeleka wapi na utawafanyia nini? Ziambatane. Shika watoto peleka kotini, sawa, kajibu mashtaka. Waulizwe wamechora nani. The same way shika wale wanawateka nyara, peleka kotini waende pia wakafungwe. Na mwenye ako na shida na kuchorwa, jipeleke kotini, uende uambie jaji wewe ndio uko kwa hiyo jeneza. You prove yourself kwamba wewe ndio uko kwa hiyo jeneza. Ukishamaliza kujiprove wewe ndio uko kwa hiyo jeneza umechorwa hapo, then ujibu jaji umwambie ni vipi umeweza kukuja kujipeleka kotini na uko kwa jeneza. So tuache upuzi na ujinga mingi. Wenye wako kwa kazi wa focus na kazi. Mlisema hamtaki siasa, mnataka kazi. Mbona kila siku mko juu ya magari mkiongea mambo ya siasa? Rigathi Gachagua hata akiongea siasa yeye hayuko kwa kazi, mlimtoa kwa kazi. Hana kazi nyingine isipokuwa kuongea siasa sababu yeye ni mwanasiasa. Nyinyi mko kwa kazi tayari, mnakula ushuru, mmeajiriwa. Why are you doing politics? Tukiongea mbona mnajibu? Si nyinyi focus na kazi. Because kitu ya maana ni ya kwamba tunawapatia ushuru ndio mfanye kazi. Nyinyi ndio mko na mamlaka. So hakuna mahali nyingine mnatuhitaji. Si hata tukiongea mambo ya siasa mnafanya nyinyi msukume kazi kwa sababu hiyo ndio itawatetea. Yeah? So nikimalizia kama kuna swali moja ama mbili naweza jibu, halafu kisha baadaye tutafunga press. Tumesikia kwamba kuna fununu za kwamba kunaweza kuwa na follow between Kimani Ichung'wah na President Ruto. Na tumesikia kwamba inaweza kuwa hata ametolewa kwa WhatsApp group, na tukiconsider that was the same thing that started with Rigathi Gachagua. Je, kuna any possibility na mtampokea akifukuzwa mtampokea? Tunasikia kuna fununu ya kwamba Kimani Ichung'wah anaweza kuwa ametolewa kwa WhatsApp group, sababu hii serikali ya Kenya Kwanza inaendeshwa na WhatsApp na messages na simu. Na kama ni kweli ametolewa, ni sawa, tunasherehekea kwa sababu Kimani Ichung'wah amekuwa mjinga mkubwa dunia hii. Yeye ndiye amekuwa na kifua kubwa kuliko watu wale wengine. Yeye ndiye amekuwa laini ya mbele kutusi watu wote, akiwaambia hawana akili. Yeye peke yake ndiye ako na akili hii dunia. Yeye ndiye alikuwa mstari wa kwanza kupanga jama vile Gachagua atatolewa. Alikuwa anakanyanga vitu huko bunge karibu atoe suruali. Akijaribu kuonyeshana venye ako na kifua kubwa. Rigathi Gachagua haezi yala Karen, lazima aende wa Munyoro. Na alisucceed, Rigathi alienda nyumbani. So ni wakati wake umefika. Ile shoka ulitumia kupiga ndugu yako ndio itatumika pia yeye kukupasua. Na siku yako Kimani Ichung'wah ya kupasuliwa na William Ruto ikifika, sisi kama Wakenya na jamii ya Gema haswa hatutakuhurumia, hata tutafurahia upigwe shoka, kwa sababu hatuwezi taka damu kama yako hapa Mlima Kenya. Mpaka dunia itakuja kutamatika. Hatutaitaka siku nyingine tukue na mtu ambaye ako na damu yako Kimani Ichung'wah. Umehangaisha viongozi wote, ukatusi Uhuru,
ukamtusi majina yote, umetusi Rigathi, umempangia jama, wewe ni mtu kisirani. So kama iko mpango ya kukata na shoka katika serikali ya Kenya Kwanza, katwa na shoka, hata wakitaka wakuzike, we don't care. Hatuna haja na wewe. Wewe sasa umekuwa msaliti, so ni wakati wako wa kusalitiwa. Kile ambacho ulichopanda vuna, ukule na ushibe. Hatukuhitaji. Na tumesikia kunaweza kuwa na cabinet reshuffle tena. Hiyo unaona kama itasaidia sasa wa Kenya, itakuwa sawa? Hii serikali ni kama ni ya mabroka. Leo inapangwa hii, kesho yake inapangwa hii. Hii siku nyingine inapangwa hii, siku nyingine inapanguliwa. So hii serikali yote mabadilisho yote wafanye, waleta nani, watoe nani, hiyo yote upuzi, hakuna, haisaidii wa Kenya. Hiyo haisaidii wa Kenya because hata ukikumbuka the complaints that the Gen Z had when they were protesting last year in June. Hakuna mahali walikuwa wamependekeza ya kwamba ati serikali ifanye reshuffle. Wao walikuwa nataka mabadiliko vile ambavyo serikali inaendeshwa in terms of policies, na hii mambo ingine ya ushuru, na hii mambo ingine utenda kazi. Hiyo ndio ilikuwa haja kubwa ya Gen Z kutokea kwa barabara. So hii wanafanya upuzi, wale wanafuta huyu, wanaleta huyu, hiyo hakuna mahali tulipendekeza, hiyo haitusaidii. Hiyo sasa ni William Ruto inasaidia, sababu yeye ndiye anaipanga kulingana na kisiasa. Na kwa sababu shida ya Kenya ni William Ruto, sababu yeye ndiye yako pale juu, yeye ndiye yako na mamlaka yote. Shida ya Kenya ni yeye. Hata akifanya reshuffle mara milioni 1, nothing will change. Tumeona watu wa opposition haswa Kalonzo Musyoka wakisema William Ruto anafaa kuresign na akamatwe. Kuna uwezekano kama huyo? Kama William Ruto tumepatiwa taarifa ya kwamba is the second most corrupt person in the world, hafai kuwa rais wa Jamhuri ya Kenya. Kama yeye ni mwizi hata kuliko wale anaongoza. Dunia mzima alikuja namba 2, the most corrupt. Na jina corruption inasimamia mwizi. So kama yeye ndiye mwizi namba 2 katika nchi ya Kenya, katika dunia mzima, ni kumaanisha hata wale wa Kenya anaongoza 50 million wote ni wazuri kumshinda. So na kama Kenya inaongoza na mtu kama huyo, anafaa hata ajiuzuru, na ikiwezekana ashikwe, apelekwe jela. Kama kuna vitu za wananchi amekula zote arudisha, atapike kila kitu. Kwa sababu yeye mwenyewe ndiye alituambia dawa ya mwizi ni asafirishwe binguni ama apotee. Na kwa sababu yeye imesemekana yeye ndiye mwizi na babiri dunia mzima, vile alituambia mambo ya wezi ni matatu, hata yeye tunamwambia ni matatu. So he can also disappear as well. Wakenya wachague rais mwingine. Uza jambo kuhusu Kindiki, na hata unaweza kuanza kuuza na venye Farah Maalim huyo alitusiana na ametumuliwa na Wiper. Sasa ni Farah Maalim ni mjinga, ni Msomali mjinga zaidi. Tuko na Wasomali ambao wako na heshima, na hakuna siku tumesikia wakiongea matamshi kama hayo. Tuko na mtu kama Aden Keynan, a very senior politician from the northeastern region, na hakuna siku amenena maneno kama haya ya upuzi. Lakini huyu mzee amezeeka akakuwa mjinga, ni kama ako na kichaa, anasimama mbele ya Rais William Ruto, anatusi raia maneno mengine ambayo ni chafu zaidi. Mimi nataka nipongeze Bwana Kalonzo sababu ya kufukuza hii gaidi. Amefanya vizuri kumfukuza katika chama yake ya Wiper. Huyo mwizi hata tunafaa kama wa Kenya, sababu siku nyingine ndiye alisema Gen Z wote angewapiga risasi wote wakufe. Mahali imefika sisi wa Kenya tunafaa hata tujipange. Huyu mwizi tumutimulize. Huyu mwizi tumtoe, hata tumsafirishe arudi kwa Somalia kwenye alitoka. Kwa sababu huwezi kuja kututusia kwa nchi yetu yenye mababa zetu walipigania. So Farah Maalim ni kuambie mahali imefika, hiyo mdomo yako juu hauwezi zima. Kila siku ni kutusi na madharau mingi. Wa Kenya wataungana na tutasafirisha wewe urudi kwenu Somalia. Hawezi kuja kutusia sisi hapa. Na wewe William Ruto, hata wewe unatushangaza, wewe ni rais wa aina gani? Mtu anatusi wa Kenya wenye walikupigia kura na uko hapo unacheka tu. Unacheka tu. Hii serikali ya Kenya Kwanza ni bure. Fake. Haina uwezekano ni William Ruto alikuwa amemtuma. Ni yeye alikuwa amemtuma kwa sababu si yeye ndiye alimbeba. Farah Maalim hajachaguliwa Rift Valley. So kwenda Rift Valley William Ruto ndiye alimbeba, ndiye aliwaliana na yeye, na Rigathi alituambia kwamba wale wanasiasa wanaongea kwa mkutano wa William Ruto, yeye ndiye anakuanga amewapanga. Wewe utasema hivi, wewe utasema hivi. Kwa hivyo wale wakora wamezingira William Ruto, wamekuwa wakitusiana, wanatusiana kwa niaba ya William Ruto. Yale wanatusi wa Kenya ni William Ruto anatutusi through those thieves, through those fake MPs. Na tulisikia kwamba hata Oscar Sudi hata kama ongeangi bunge ni yeye anaongoza nchi. Ni kuna uwezekano kama hiyo? Inaweza kuwa na uwezekano sababu vile Kenya inakaa kama kitu inaporomoka. Na Kenya inakaa kitu inaporomoka kwa sababu kama inaendeshwa na mafikiri ya mtu wa Standard 2. Mtu ambaye ni mwizi alikuwa makanga.
Sasa kama yeye ndiye anaendesha nchi vile Kimani Ichung'wah alisema, that is why leo hii Kenya inakaa kitu ambayo inaporomoka. So kuna uwezekano vile Ichung'wah alisema Sudi, mafikiri yake ndio inaongoza taifa. Because as you can see, hata Kenya inakaa tu Sudi. Ile sura tuko nayo kama Kenya inakaa tu Sudi. Kitu inaporomoka, kitu haina mbele, haina nyuma. No program is working. Kila kitu wanajaribu kuzindua ni fake. Kila kitu wanajaribu kuzindua ni kitu ambayo imejaa wizi na ukora. Hii mambo ya SHA umeshuhudia leo mama wakilia huko Afya House. So I can tell you Kimani aliongea ukweli ya kwamba Sudi ni mafikiri yake inaongoza nchi. That's why leo hii Kenya hii inakaa marenge imepasuka. Last word of advice to William Ruto and his government. Mimi nazaambia William Ruto, kwa sababu tulikupigia kula, sababu tulikuwa tunakuaminia yale ulikuwa unatuambia, tukafikiria wewe ni mtu ambaye uko na akili mzuri sana ya kuendesha taifa, and that is why we voted for you. Lakini sababu mahali imefika ni kama umeshindwa. Be a gentleman. Resign. Sema tu umeshindwa, rudisha vifaa vya kazi, tuende kwa uchaguzi, tuchague rais mwingine, Kenya iendelee, sababu Kenya ni kubwa kukushinda wewe. Kenya ni kubwa kushinda mtu yeyote. Na kama unapenda Kenya kweli, bwana William Ruto, jiuzuru, rejesha vifaa vya kazi, tuende kwa uchaguzi, rais mwingine aendesha mwenye ataweza kutusaidia. Kwa sababu kweli umeshindwa, ni vizuri tu ukubali umeshindwa.